So nataka kujua siri ya kufanya enter sahihi kwenye chart na kupunguza riski. Leo nitakuonesha candlestick pattern muhimu zaidi ambazo wataalamu wa forex hutumia kila siku na jinsi ya kuzitumia kwenye up trend na down trend kufanya maamuzi sahihi. So utajifunza kujua nguvu ya soko kutokana na candlestick moja hadi nyingine. Tunaanza na candlestick basic ambayo real body ni sehemu ya candlestick inayojazwa ambayo huonesha tofauti kati ya bei ya kufunguka open na bei ya kufunga ambayo ni close. Tukiingia kwenye bullish real body, open iko chini na close ipo juu ambayo ni bullish body. Price inapanda kwenye session hiyo. Inamaanisha buy pressure wananunua, wanashinda soko. Ukubwa wa body wa candlestick ndio unaonesha nguvu kwenye soko. Body ikiwa kubwa, wateja ni wengi wananunua. Kwa hiyo trend inaweza kuendelea. Tukija kwenye bearish real body, open ipo juu na close ipo chini. Hii ni bearish body. Price inapungua kwenye session, inamaanisha selling pressure, wauzaji wanashinda soko. Ukubwa wa body wa candlestick ndio unaonesha nguvu kwenye soko. Body ikiwa kubwa, wateja ni wengi wanauza, kwa hiyo trend inaweza ikaendelea. Tukija kwenye shadow, ni mistari membamba inayotoka juu na chini ya body. Inaonesha price ndani ya session, high na low. Hapa shadow inaonesha kwamba high price imefika kwenye session. Yapo hapa shadow ni ndefu, inamaanisha walipokuwa wananunua, walipofika juu walikubaliana na wauzaji kulazimisha price kushuka, sababu chini ya hapa shadow kuna close ambayo bei itaanzia hapo kushuka. Tukija kwenye low shadow, bottom week inaonesha low price iliyofika. Hiyo hapo low shadow ni ndefu, inamaanisha walipokuwa wanauza, walipofika chini walikubaliana na wanunuzi kulazimisha price kupanda, sababu chini ya low shadow kuna close ambayo bei itaanzia hapo kupanda. Kwa hiyo body ni kama mwendo wa soko katika time frame hiyo. Body kubwa, market yenye nguvu, na body ikiwa ndogo, market isiokuwa na nguvu. Kwa hiyo kwenye market ukiviona vibodi vidogo vidogo, hapo soko halina nguvu. Kwa hiyo kwenye shadow, hapo ni fingerpoint to the limit of market struggle. Ni pale ambapo walikuwa wanunuzi na wauzaji wanapishana nguvu kwenye soko. Bearish engulf pattern. Candlestick pattern inajumuisha kendo mbili. Candlestick ya kwanza ni ndogo ambayo ni bullish, na kendo ya pili ni kubwa ambayo bearish. Inafunika kendo ya kwanza kabisa. Ukiona pattern hii inamaanisha seller wana nguvu, wamewashinda buy na market inaweza kuanza kushuka. Hii ni pattern inahusiana na trend reverse ya up trend. So tutaona katika market jinsi inavyofanya kazi. Tukija sasa kwenye soko, hapo kwenye market, hapo kulikuwa kuna up trend ambayo buy walikuwa wanaliongoza soko kwenda juu. Kwa hiyo walivyoliongoza soko kwenda juu, ikafika sehemu ambayo kwenye zone ambayo ya resistance. Kwenye zone hapa resistance ikajijenga hii pattern ambayo tulikuwa tunaizungumzia, ni bearish engulf. Kwa hiyo ilivyojitengeneza bearish engulf, kwa hiyo hapa sasa soko linamilikiwa na seller ambao walichukua soko kulipeleka chini. Hii pattern inajitokeza sana kwenye zone ambazo za resistance, kama unavyoona hapa kwenye market yetu. Kwa hiyo kama trader ushachukua buy ukapanda nayo paka kwa juu kabisa ya up trend, kwa hiyo ikijishajionyesha hiki kitu, hii pattern, kwa hiyo hapo wewe utabidi utoke, na alafu pili uchukue enter ya kuingia ambayo inaashiria au inathibitisha kwamba huu ni muda. Unabidi uchukue enter yako ambayo inathibitisha kwa kwamba muda huu seller ndo ana nguvu wa kumiliki ili soko. Kwa hiyo atashusha price paka huku chini. Kwa hapo tuna uhakika kuchukua enter yangu ya seller, kwa sababu tayari nimeshaona candlestick pattern ambayo yenye nguvu ya bearish engulf. Kwa hiyo ndo unakuwa unapata pointi muhimu na unajichukulia pesa zako za faida. So bullish engulf. Bullish engulf ni candlestick pattern inayojumuisha candlestick mbili. Candlestick ya kwanza ni ndogo ambayo ni bearish, na candlestick ya pili ni kubwa ambayo ni bullish, inafunika candlestick ya kwanza. So ukiona pattern hii inamaanisha buy wana nguvu wa mashinda seller na market inaweza kuanza kupanda. Hii ni pattern inayohusiana na trend reverse ya down trend. So tutaona kwenye soko jinsi inavyofanya kazi. Kija kwenye market, hapa tunaona kwamba kuna down trend ambayo seller walikuwa na nguvu, walikuwa wanaongoza soko. Kwa hiyo wameliongoza soko ikaenda paka chini kwenye zone ya support ambayo ilidunda mara ya kwanza, wakaingia tena, wakaja wakaidundisha tena mara ya pili, mara ya tatu. Walivyorudi chini ikajijenga candlestick pattern ambayo ya bullish engulf. Kwa hiyo hapa tukapata confirm kwamba sasa hivi talishajijenga bullish engulf. Kwa hiyo ilivyojijenga bullish engulf, kwa hiyo hapa tunapata confirm kwamba sasa hivi
buy wataanza kuchukua soko, kumiliki soko, kulipandisha juu, kubadilisha structure ya down trend kwenda up trend. Kwa hiyo hii itakuwa ina confirm kwamba hapa hii ni candlestick pattern ambayo ya bullish engulf sasa muda huu kwamba buy wana nguvu wa kumiliki soko. Then wakalipandisha soko, kulipandisha soko likarudi tena chini. Kurudi tena chini wakaja ikajenga tena bullish engulf. Kwa hiyo ilivyojenga bullish engulf, kwa hiyo soko kwa hiyo lina nguvu zaidi. Kwa hiyo litaendelea kupanda juu maradufu. Kwa hiyo likaendelea kupanda juu kutoka hapa, ikapanda ikashushwa tena chini. Ilivyoshusha chini kidogo ambapo ilikuwa inataka ikaribie zoni ya support, jenga candlestick pattern ambayo ya bullish engulf. Kwa hiyo hapo inaashiria kwamba soko linaendelea kupanda juu zaidi. Kwa hiyo kwenye pattern kama hizi zikitokea kwenye support, kwamba ni confirm ya wewe trader kuchukua enter yako kuingia katika soko kuchukua zako za faida. Kwa hiyo hizi ni candlestick pattern ambazo zinazopatikana kwenye support. Kwa hiyo hizi ukishaziona kwenye support, kwa hiyo utachukua enter yako na kuconfirm hasa muda huu soko linaweza likapanda. Ile ilikuwa linatokea kwenye down trend. Kwa hiyo ikishatokea kwenye down trend, ikifika kwenye zone, kwa hiyo itasimama. Ikishasimama ndio itajijenga pattern hii ya bullish engulf. Kwa hiyo hapo soko itakuwa sasa muda huu linamilikiwa na buy. Kwa hiyo muda wa sela umeshaisha. Kwa hiyo itajenga hiki kitu, kwa hiyo litaendelea kupanda juu, kubadilisha structure ya market kutoka kwenye down trend kwenda kwenye up trend. So doji ni candlestick ambayo open price na closing price ni sawa sawa, maana imejifungua hapo hapo na imejifunga hapo hapo. Hii inaonyesha kwamba hakukuwa na mwelekeo kwenye market. Buy na seller walikuwa wote wapo sawa. Doji ni candlestick inayotokea wakati market inashindwa kuamua kama ipande au ishuke. Wanunuzi na wauzaji wanavutana kwa nguvu sawa sawa. Mwisho wa siku bei inafungwa pale pale ilipojifungua. Ni pattern isiokuwa na maamuzi, na hii pattern inatokea kwenye trend kuashiria kubadilika kwa trend. Lakini doji haimaanishi ni reverse, inahitaji confirmation ya candle inayofuata. So tukija kwenye market, kwa ni down trend, price ilikuwa inashuka, then ikaja ikatokea mabadiliko ya price kupanda juu. Sasa ilivyopanda juu ikafika maeneo haya kwenye hiki kilele. Iliyofika kwenye hiki kilele ikajijenga candlestick hiyo ambayo ni ya doji. Ambayo hii candlestick ya doji ambayo iliyojifungua hapa ikafungua price. Ilivyofungua price ikapanda. Ilivyopanda mara seller wakaingia. Ulivyoingia seller wakashusha price paka chini. Ilivyoshusha kidogo price chini ikapandishwa tena juu na buy, ambapo palipokuwa palifunguliwa price. Pale maeneo ambapo price ilifunguliwa wakawa bado wanaubishani, tupande tushuke, tupande tushuke, paka mwisho wa siku price ikaje ikajifunga hapo hapo ambapo ilipojifungua. Then ikaje ikatoka confirmation ya candlestick ya bearish ambayo ya seller, kwamba hapa sasa wameamua kwamba price iendelee kushuka. Lakini kama ingetokea candlestick ya bullish ambayo ni buy inapanda juu, kwa hiyo hapa ikitoka confirmation kwamba price sasa hivi inaendelea kufanyaje, kubuy. Lakini ilivyotokea bearish kwamba ni seller, price inashuka chini. Kwa hiyo hapa tutapata kwamba nini, kuna reverse ya trend. Kwa hiyo hapo sasa seller wataendelea kufanyaje, kushusha price kwenda chini. So Morningstar ni candlestick pattern, ni bullish reverse pattern. Inabadilika trend kutokana na kushuka na kuanza kupanda. Inatokea mara nyingi mwishoni mwa down trend, ikimaanisha kuwa seller wanapoteza nguvu na buy wanaanza kushika control ya soko. So candle ya kwanza ni bearish kubwa, inaonyesha kuwa wauzaji seller bado wana nguvu na market inaendelea kufanyaje, kushuka. Na candle ya pili ni ndogo, inaweza kuwa ni bullish au bearish, haina candle maalum, na pia inaweza ikajitengeneza doji au spinning top. Inamaanisha kwamba pressure ya wauzaji inaanza kupungua, buy wanaanza kuonesha uwepo wao. So candle ya tatu ndio confirmation candle, ni bullish kubwa, inafunguka juu ya candle ya pili na kufunga juu au katikati ya candle ya kwanza. Hii inamaanisha kuwa buy wamechukua control kamili ya market, kutoka kwa wauzaji waliokuwa na nguvu hadi kwa wanunuzi wakaibuka kuwa na nguvu mpya na kuendesha soko. So twende kwenye market tuangalie jinsi inavyofanya kazi Morningstar. So hii ni down trend ambayo ilikuwa inaenda chini kwenye soko. So ikafika kwenye support, ikaonesha candlestick kubwa ambayo ya bearish ikawa inaenda chini. Kwa hiyo ikafika kwenye support, kutoka hapo ikajifungua candlestick ya pili ambayo ni ya bullish. Then hapa sasa inaonesha kwamba seller ameshakosa nguvu,
ya kuendesha soko. Kwa hiyo hapa soko kama linapumua kwa muda, kwa hiyo hapa bado linatafakari kwamba nishuke au nipande, lakini tayari hapa linakuwa tayari lishakosa nguvu. Kwa hiyo inakuja confirmation ya candle ya tatu ambayo ni ya bullish, ambayo inaonyesha kwamba sasa hivi soko tayari lishatekwa na wauzaji. Kwa hiyo hapa watapandisha price mpaka juu. Ikishatokea hii inakuwa ni signal kubwa kwamba sasa hivi soko lishabadilika. Kwa hiyo muda huu wanamiliki buy kuliendesha soko kupandisha juu kutoka kwenye down trend kwenda kwenye up trend. Kwa ufupi, Morningstar ni combination ya candlestick tatu zinaonyesha jinsi wanunuzi walivyoipindua nguvu ya wauzaji. Hii ni signal kali sana ya reverse ambayo inotokea chini kwenye support, ambayo wewe trader ambayo utapata confirmation ya kubai. Evening Star candlestick pattern ni bearish reverse, inaonyesha mwisho mwa up trend. Inaonyesha kuwa wanunuzi ambao ni buy wamechoka na wauzaji sera wamechukua nguvu ya soko. Hii ni kinyume kabisa na Morningstar ambayo utokea mwisho mwa down trend. So tukija kwenye Evening Star, ni candlestick ya kwanza ni bullish kubwa, inaonyesha kuwa wanunuzi ambao ni buy bado wana nguvu na market inaendelea kupanda. Na candlestick ya pili inakuwa ni ndogo, ambayo inakuwa ni bullish au bearish, haina candle maalum. Inamaanisha kwamba pressure ya wanunuzi inaanza kupungua na sell wanaanza kuonesha uwepo. Na candle ya tatu ni confirmation ya candle stick ya reverse, ambayo ni bearish kubwa, ambayo inafunguka chini ya candle ya pili na kufunga sawa sawa au katikati ya bodi ya kwanza. Hii inathibitisha kuwa sasa wauzaji wamechukua control ya market. Inaonyesha mwisho wa nguvu ya wanunuzi na mwanzo wa nguvu ya wauzaji. So tukija kwenye market ndio tutaangalia jinsi inavyofanya kazi. So tukija kwenye market hapa tunaona kwamba ni up trend ambayo ilikuwa inaendelea kupanda. Kwa hiyo hapa wanaonyesha kwamba buy wana nguvu, wanazidi kupandisha soko kwenda juu. Kwa hiyo ilipofika kwenye maeneo ya zoni, kwa hiyo nguvu ikaanza kupungua. Kwa hiyo hapa kwenye bullish ambayo ni ya kwanza inaonyesha kwamba buy wanaendelea kufanyaje? Kuongoza muongozo wa soko kupandisha juu. Ikaja kutoka candlestick ya pili ambayo inaonyesha ni candlestick ya bullish, ambayo sasa nguvu zishaanza kupungua. Hapa tena buy hawana nguvu, sababu price ilishushwa, ikapanda tena, ikapanda kidogo, ikashuka tena chini, ilitaka tena itengeneze misili ya doji. Ikatengeneza spinning top. Toka hapo ikaja ikatengeneza bearish ambayo ni candle ya tatu ambayo ni confirmation. Ilianza kutengeneza candlestick ya tatu ambayo ni bearish ambayo yenye nguvu. Kwa hapo tunapata confirmation kwamba sela muda huu ndo amechukua soko kulipeleka chini. Kwa hiyo hapo mtu kwa trader unakuwa ushapata signal ambayo tayari ishatengeneza Evening Star, ambayo sasa price inaanza kushuka chini baada ya kutoka kwenye up trend. So kwa ufupi, Evening Star ni combination ya candlestick tatu zinazokuambia kuwa kwamba market imechoka kupanda na sasa wauzaji wamechukua soko. Hii ni signal muhimu sana ambayo inotokea kwenye resistance zone, ambao sasa bearish wanakuwa wanapata nguvu, ambao ni wauzaji kuchukua soko kuliendesha kwenda chini. So hama ni pin bar. Kwanza ni moja ya candlestick pattern zilizopendwa sana na professional trader kwa sababu inaonyesha wazi rejection. Hama ni bullish reverse, ni candlestick pattern inayotokea mwisho mwa down trend. Inaonyesha kwamba wauzaji walijaribu kushusha soko, lakini wanunuzi waliingia kwa nguvu kusababisha bei kupanda tena juu. Hii rejection kutoka chini inatuonyesha kuwa market inaweza kugeuka na kuanza kupanda. Inatengeneza long lower shadow. Na ipo vipi pin bar? Pin bar inakuwa na mkia mrefu angalau mara mbili ya body. Small little body karibu na upande wa juu na kendo. Alafu pili inaweza ikawa na mkia mfupi au isiwe na mkia kabisa juu ya body. Inatonesha mwisho wa down trend, lakini ikitokea kwenye zone ya support na kendo inayofuata inakuwa ni bullish. Ni signal yenye nguvu sana ya reverse. So tuende kwenye soko tukaone inavyofanya kazi pin bar. So tukija kwenye market tunaona down trend, seller wanavyozidi kushusha bei chini. Then wakashusha bei chini, wakaja kwa candlestick nyingine ambao wakaendelea kushusha soko chini. Toka hapo wakatokea buy. Buys walivyoingia wakaingia kwa nguvu zaidi kuteka soko, ambalo wakainyanyua hii price kutoka chini na kuipandisha juu pale palipofunguliwa pa awali. Kutoka hapo ikaja ikajifunga. Kujifunga kwa hapa inamaanisha kuwa kwamba muda huu buy wameshaingia kwenye soko, washaliteka soko. Kwa hiyo hapa inatoa confirmation kwamba sasa hivi ni muda wa buys kushika soko, tabadilisha scratcher, kwa hiyo itakuwa ni up trend baada ya kutoka kwenye down trend. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni pin bar ambayo inaonyesha sasa hivi buy ndo wanateka soko. Kwa hiyo kendo ya hama inaonyesha kwamba wauzaji walijaribu kushusha soko, lakini wanunuzi waliingia kwa nguvu na kusababisha bei kupanda
tena juu. Hii ni rejection kutoka chini, inatuonyesha kwa market inaweza kugeuka na kuanza kupanda tena. Shorting star ni bearish pin bar ambayo ni bearish resolve candlestick pattern inayotoka mwisho mwa hapo trend. Inaonekana kama nyota iliyodondoka juu ya trend. Ni candle yenye mwili mdogo chini na mkia mrefu juu. Hii inaonyesha kwamba wanunuzi walijaribu kusukuma bei juu, lakini wauzaji seller walishinda na kushusha tena bei karibu na open price. Sehemu muhimu ambayo inajitokezaga shorting star inajitokeza karibu na resistance zone au strong supplier area. Ikiwa inatokea baada ya strong up trending, ina maana kubwa sana. Kwa mfano, kama shorting star inakuwa juu ya level ambayo market imegusa mara kadhaa, kama tulivyojifunza kwenye support and resistance, inakuwa na nguvu ya kushusha bei. So tukija kwenye market tukiangalia shorting star inavyofanya kazi. Hapa ilivyoanza ilikuwa price inapanda juu ambayo ilikuwa ni hapo trendi. Ilivyopanda juu ikaenda ikatengeneza candlestick ikashusha price chini. Ilivyoshusha price chini, kwa hapa tunaonesha kwamba hii ilikuwa tayari ishajenga zone ya resistance. Kwa hiyo ilivyoshusha price chini, ikashusha chini ikaenda kujenga pattern nyingine ya kubounce price kwenda juu. Kwa hiyo hapa tunaonesha kwamba hii ni zone ya support. Kwa hiyo hapa tayari tushaona kwamba hiki kiarea tayari kishajenga support and resistance. Kwa hiyo ilivyopanda juu, huku juu kabisa ambapo price ilipokuwa imeanza mwanzo kubounce. Kwa hiyo buy walikuwa na nguvu ya kupeleka soko juu zaidi. Walivyopeleka soko juu zaidi, wakaingia seller. Walivyoingia seller, wakaishusha kwa nguvu bei. Walivyoishusha kwa nguvu bei, wakaenda kufungia pale price ilipoanza kujifungua. Hii candle ya kwanza ilivyoanza kujifungua, ndio wakaenda kufungia. Kwa hiyo walivyoenda kuifungia karibu na pale ilipojifungua, kwa sababu tunaona kwamba seller wana nguvu, wameingia sokoni kuanza kumiliki soko. Kwa hapo tunapata uashiria kwamba sasa hivi ni muda seller kumiliki soko, kupeka price chini. Kwa hapo tunapata confirmation kwamba huu muda ni wa seller kuongoza price. Kwa hiyo kama wewe ni trader, kwa unapata confirmation ya kuseli na kuchukua pips zako za faida. Kwa hiyo hapa nikijitokeza kwenye resistance and support au kwenye up trend, ikionekana kwenye up trend kwenye kilele, ikija ikajitokeza short star, kwa hiyo inamaanisha kwamba muda huu seller wana nguvu, buy washaishiwa nguvu. Kwa hiyo hapo mtu unapata confirmation kwamba huu muda seller wanaongoza soko. Kija kwenye kendo nyingine ambayo inaitwa Haram bearish pattern. Neno haram linatokana na lugha ya Kijapani likimaanisha mjamzito. Hii pattern inaundwa na kendo mbili. Kendo ya kwanza inakuwa ni mother kendo, ni kubwa bullish, na kendo ya pili inakuwa ni baby kendo. Hii ni ndogo na ipo ndani ya mwili wa kwanza ambao real body. Wakati mwingine huitwa inside bar kwa sababu kendo ya pili ipo ndani ya kendo ya kwanza. Kendo ya pili inaweza kufunguka ndani kidogo au kidogo nje ya bodi ya kwanza kulingana na type ya haram. Inaonyesha kuwa wanunuzi wamepoteza nguvu na wauzaji wanarudi kumiliki soko. Hii hutokea kwenye up trend. Inaweza kuwa ni bearish reverse signal, hasa ikitokea karibu na resistance zone au kwenye up trend. So tukija katika bullish haram, ni kendo ya kwanza inakuwa ni bearish kubwa na kendo ya pili ni ndogo inakuwa ni bullish. Hiyo inakuwa ipo ndani ya bodi ya kwanza. Inaonyesha kuwa wauzaji wamepoteza nguvu na wanunuzi wanarudi kumiliki soko. Hii mara nyingi inakuwa ni bullish reverse signal, hasa ikitokea kwenye support level au down trend. So twende kwenye market tukaangalia jinsi inavyofanya kazi haram, ambayo kwa jina lingine tunaweza tukasema inside bar. So tukija kwenye market tukiangalia haram au inside bar jinsi inavyofanya kazi. So tunaanza hapa, ilikuwa ni down trend ambayo price ilikuwa inashuka chini. Sasa ilivyoshuka chini ikafika maeneo yenye zone ambayo ni support. Sasa ilivyofika kwenye support ikajenga kendo ya kwanza ambayo ni kubwa, ambayo ni mother kendo ambayo ya bearish. Wasela bado wana nguvu ya kushusha price chini. Kutoka hapo ikajitengeneza kendo ya pili ambayo ni ndogo, ambayo ya bullish, ambayo ipo ndani ya kendo ya kwanza. Sasa hivyo jitengeneza kwamba inamaanisha kuwa kwamba seller washapoteza nguvu, sasa hivi wanamiliki buy sokoni. Inabadilika kwa inakuwa ni up trend. Kwa hiyo sasa hivi kama trader unakuwa unapata confirmation kwamba sasa hivi ni buy wanaongoza soko, washaanza kuingia sokoni kwanza kumiliki soko. Kwa hiyo kama tunavyoona hapa tayari imeshajitengeneza kitu hichi cha inside bar. Then toka hapo price ikapanda kutoka hapa kwenye inside bar ambayo ya bullish. Kutoka hapo ikapandisha tena paka juu.
ambapo kwenye zone nyingine ambayo ni ya resistance zone. Kwa hiyo ilivyokuja hapa ikajichora kama vile bullish ina nguvu, ikawa inataka ipasue paka juu. Toka hapo candle ya pili ikajitengeneza bearish, ambayo inamaanisha kwamba sasa hivi kwamba buy tayari washakosa nguvu. Kwa hiyo sasa hivi tunaingia sell kumiliki soko. Kwa hiyo hapa atashusha price kwenda chini. Kwa hiyo ukishaziona hizi candlestick zinatokea kwenye support and resistance, kwa hiyo trader unakuwa unapata confirmation nzuri kwamba sasa hivi ni muda wa kubai na muda huu ni wa kuseli. Kwa hiyo ikitoka huko kwenye chini ambao ni bullish inside bar, kwa hiyo inamaanisha kwamba sasa hivi buy wana nguvu kupeleka soko juu. Na ikija kutokea kwenye zone ambayo resistance ambayo itaonesha bearish inside bar, kwa hiyo inamaanisha kwamba sasa hivi seller wana nguvu kwamba wanamiliki soko, wanaipeleka soko chini. Kwa hiyo hapo up trend au down trend zinakuwa zinabadilika zikitokea hizi signal ambazo za inside bar ambayo ya bullish na bearish. Kwa hiyo unajua kwamba muda huu ni wa kuseli, muda huu ni wa kubai. Hasa zikitokea kwenye zone ambayo ya support and resistance au kwenye down trend au kwenye up trend. Hasa zikitokea hizi kwamba zinaonesha kwamba soko lishakosa nguvu, ambayo hiyo ni down trend inakuwa ishakosa nguvu au up trend inakuwa tayari imeshakosa nguvu. Kwa hiyo muda huu seller wanaongoza soko au muda huu buy wanaongoza soko. Kwa hiyo ukiona hizi signal, kwa hiyo unakuwa unapata confirmation nzuri. So tumejifunza msingi muhimu kabisa wa price action kupitia candlestick pattern zinazofanya kazi moja kwa moja kwenye market. Bullish graph inavyoonyesha nguvu za buy, bearish graph inavyotumia ishara mabadiliko ya trendi, doji ikitupa taarifa ya hali ya kutokuwa na mwelekeo. Morning star na evening stars zinavyogeuza mchezo kati ya seller na buy. Hammer pin bar na shorting stars ikionyesha rejection kali. Harami pattern ikionyesha utulivu kabla mabadiliko makubwa ya soko. So ukiweza kuzitambua vizuri unakuwa na uwezo wa kuona kinachokuja kabla kijatokea. Kwa hiyo endelea kujifunza, fanya backtest, elewa kila pattern kwenye chati. Ilikuwa ni sehemu ya candlestick series. So next time tunaingia ndani zaidi kwenye market scratcher na jinsi ya kutumia hizi pattern kufanya into zenye uhakika. Hakuna market ngumu, ni mazoezi tu. Na ukizielewa candlestick vizuri, unakuwa unacheza na market kwa makini na kwa confidence kabisa. Kama umejifunza kitu, usisahau